Kwa hiyo nikueleze kijana wangu John kwamba duniani ukifanya vizuri, hata hii divai ambayo unakunywa huku utakunywa kwa sababu Mungu anapenda uwafanyie watu vizuri. Sawa sawa. Naona kama kuna kiumbe mwingine anayefanana na sisi anakuja huku. Sasa mimi nikuache wewe kwanza umkaribishe. Mimi nikazungumze na nikaendelea na majukumu yangu mengine huko. William Vangemembe Lukuvi, ni wewe? Ndio mimi. Sasa mbona mnakwisha? Ndio mipango ya Mungu inaendelea hivi? Nimwachia nchi nani? Maskini nchi yangu Tanzania. Usihuzunike, yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kabla tujaendelea, nataka kufahamu, ulipata kuisikiliza ripoti ya CIG? Ripoti ya CIG sijawahi kuisikiliza kwa sababu tuliandaa maandalizi mazuri na nilizipata taarifa hizo kwamba kuna ripoti ya CIG. Mimi na wenzangu tulikuwa tukisubiri kwa hamu, na mara tu wakati tunajiandaa kwa hamu kubwa kwenda kuisikiliza, nikajikuta nipo huko. Kwa hiyo sijawahi kuisikiliza. Nilijua umeisikia. Nilitaka kujua kama kuna mambo bado yanaendelea ya kuihujumu serikali hivi. Sina la kufanya, lakini vile vile nilitaka kujua kama bado watu hawana hofu ya Mungu. Kifo chako wewe au vifo vyetu sisi viwafikirishe hata wengine kwamba sisi ni wakupita tu. Hizi mali zilikwepo, tuzitumie vizuri, kila mmoja aweze kunufaika. Sasa kama ukuisikiliza, no way out. Hatuwezi kuendelea kulijadili hilo. Lakini kama kuna bado watu wanaona kuendelea kuhiujumu, kuendelea kufanya yale ambao wanataka kufanya wao, kuendelea kuipendezesha dunia badala ya kumfikiria Mwenyezi Mungu kwa kununua vitu vya gharama, magari, majumba, yale watayaacha. I'm telling you Lukuvi, watayaacha na watarudi huku tu. Kweli unazungumza ni jambo muhimu sana, haswa watu wanapopata nafasi wazitumie vizuri, kwa sababu kwa Mungu wote tutarejea. Leo ukiona kwamba upo juu kuliko watu wengine, Mungu anakuleta huku ufanane na hawa watu, pengine hata hautafanania nao. Sawa sawa. Nikwambie Lukuvi, kama Watanzania, nafikiri kama sijakosea, mwaka 95 ulianza kuingia katika serikali, mpaka leo hii umekuja huku. Mungu anafahamu ulichowatendea Watanzania. Kama ni kizuri utanufaika, wataendelea kukuombea upumzike milele. Familia yako itaangaliwa, itasifiwa. Lakini vile vile kama uliteleza, wakusamehe tu, kwa sababu tupo huku. Omba familia iendelee kuku. Waislamu wanasema kukutilia ubani, sijui wa Kristo sasa. Nisikuchoshe we muhehe, maana yake unaweza ukajinyonga hata huku licha ya kwamba upo tayari mbinguni. Twende, kuna divai yako imeandaliwa huku. Kanywa divai hiyo. Suti sasa tadumu naye siku chache tu, utakuja kwenye vazi jeupe. Umenielewa we muhehe? Mtani wangu, twende huku kapate divai. Nakuja mheshimiwa. Huko siniite mheshimiwa bwana. Mheshimiwa yuko. Mheshimiwa ni huyu Mungu tu. Lukuvi, unataka kuniponza?